Bwana, udhamini wa GSM sasa umetua Msimbazi. Na umetua Msimbazi kivipi? Kaa hapa endelea kunisikiliza hapa nitakwambia umetuaje Msimbazi. GSM ni miongoni mwa matajiri wakubwa sana ambao wanasupport timu nyingi kwenye nchi ya Tanzania. Umedhamini timu nyingi sana ikiwemo Mashujaa, Pamba Jiji, Singida Black Stars, Coastal Union na nyingine nyingi ambazo zimedhaminiwa na GSM. Amemwaga pesa kwenye timu nyingi kuhakikisha kwamba kwanza anatangaza bidhaa zake, lakini pia kuhakikisha mambo mengine yanakwenda vizuri kabisa na ni kitu ambacho amekifanya kwa ubora ule ambao anatakiwa. Na timu nyingi by the way zimekuwa matajiri wakubwa na zimekuwa tajiri kupitia udhamini wa GSM kwenye nyanja mbalimbali, kitu ambacho ni bora zaidi kwa sababu inasaidia pia kukuza mpira wetu na mpira wetu unapiga hatua kubwa sana. Na Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo zimenufaika sana na udhamini wa GSM. Sasa GSM anataka kutanua mbao kuwekeza zaidi kwenye mpira wa Tanzania, kitu ambacho kitasaidia zaidi mpira wetu kukua zaidi na kufanya mpira wetu kupiga hatua kubwa sana. Sisi ndio kitu ambacho tunakitaka. Sisi kama wadau wa mpira tunamsupport. Anataka aendelee kuwekeza zaidi Simba, awekeze kwenye timu za Yanga, awekeze Coastal Union, awekeze wapi na wapi. Timu yoyote ambayo anaweza kuwekeza basi aende kawekeze, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji mpira wetu kukua zaidi. Na sasa hivi udhamini wake umetoa Simba, lakini umetoa Simba kwa nyanja ya tofauti kidogo na timu zingine. Kwenye timu zingine anawekeza pesa ili timu iweze kupata matokeo ambayo anawekeza pesa na ile pesa inatumika kwenye maeneo tofauti, na ndio maana unaona timu ambazo wamewekeza pale kwenye timu kama Mashujaa wapi na sehemu zingine zinatumika kulipa mishahara, zinatumika kufanya usajili, zinatumika pia kwenye mambo mengine. Ndio maana unaona hizo timu zetu kwenye ligi yetu ushindani umekuwa ni mkubwa sana, timu nyingi zinapata pesa nyingi kupitia mtu kama GSM. Na hii ni faida kwa sababu ligi yetu ubora unaongezeka na ugumu pia wa ligi unakuwa ni mkubwa sana. Lakini GSM kawekeza Simba kwa njia ya tofauti sana. Utofauti ambao uko kwenye upande wa Simba ni kwamba Simba inapata shida na uwekezaji wa GSM kwenye mpira wa Tanzania. Na huo ndio uwekezaji ambao unaozungumzia hapa, kwamba GSM au udhamini wa GSM umetoa Simba, lakini umetoa Simba kwa maumivu. Kwa maana Simba inaathirika na udhamini wa GSM kwenye mpira wa Tanzania. Timu nyingi ambazo zimedhaminiwa na GSM zikicheza dhidi ya Yanga hazichezi vizuri sana, kitu ambacho kinawanufaisha sana Young Africans. Lakini timu ambazo zimedhaminiwa na GSM zikutana na Simba anapata shida sana. Simba anateseka vibaya. Simba anapata shida kiasi kwamba inamuia vigumu yeye kupata matokeo ambayo ni mazuri. Angalia mechi zake jinsi ambavyo anateseka. Angalia mechi yake dhidi ya Mashujaa, mechi ya kwanza ya msimu ya duru la kwanza ambapo Simba alishinda kwa bao 1-0 kama unakumbuka. Angalia mechi ya jana. Ni mechi ambayo imekuwa ni ngumu sana. Lakini angalia timu zingine zote ambazo zimedhaminiwa na GSM, jinsi ambavyo Simba ikutana nazo anapata shida. Simba anapata shida kwa sababu GSM amesupply pesa kwenye hizo timu na hizo timu zinakuwa na uwezo wa kushindana vizuri na Simba. Sasa inawezekana ni condition ambazo wamekubaliana kwamba pengine mechi dhidi ya Simba ziwe ngumu. Inawezekana. Sijathibitisha, ndio maana nasema inawezekana. Na nasema hivyo kwa sababu kwa nini hizi timu zikutana na Simba mechi zinakuwa ngumu na hizi timu zikutana na Yanga mechi zinakuwa nyepesi? Kama ingekuwa huo udhamini hau influence chochote, kwa tungeona mechi hata za Simba hata za Yanga zingekuwa ngumu. Lakini kitendo cha hizi mechi kuwa nyepesi kwa Yanga na kuwa ngumu kwa Simba, maana yake inawezekana huo udhamini pia una influence. Na ukumbuke kwenye viporo vya Simba kuna mechi dhidi ya Pamba ambaye Pamba naye pia amedhaminiwa na GSM. Na kama unakumbuka mechi ya kwanza ya Pamba dhidi ya Simba ilisha kule Mwanza, Simba alifanywa vitu vingi vya hovyo lakini walipata matokeo mazuri. Ushindi wa bao 1 nakumbuka. Pamba wenyewe ilipatika kwa mbinde. Ingekuwa sio mwamuzi, pengine Simba angeenda kupoteza ule mchezo. Na ukiangalia hata mechi yao inayofuata, kimaliza mechi dhidi ya JKT, mechi inayofuata ni mechi dhidi ya Pamba ambapo pia GSM yuko ndani yake, amedhamini pia. Na jana unaona mechi ya Mashujaa jinsi ambavyo ilikuwa tough match, GSM pia yuko ndani yake. So sometimes Simba anaathirika sana na udhamini wa GSM kwa sababu mechi zake nyingi zinakuwa ngumu dhidi ya timu ambazo zimezaliwa na GSM. Na ndio maana ukiangalia hizo mechi ambazo Simba zote ambazo timu zimezaliwa na GSM ambazo Simba amecheza nazo, Simba hajashinda akiwa yuko comfortable. Yaani Simba anashinda kwa mbinde. Na inawezekana pia msimu huu Simba akakosa ubingwa kwa sababu ya udhamini wa GSM kwenye timu za ligi kuu. Mimi ninaamini kwamba Simba ili iweze kuwa bingwa lazima ashinde mechi zake zote ambazo zimebaki. Lakini kwenye hizo mechi kuna mechi ambazo anakutana na timu ambazo ziko zimedhaminiwa na GSM ambazo mechi zake zinakuwa ni ngumu sana. Kitu ambacho kinaweza kuwafanya Simba kustruggle zaidi kama ambao wamestruggle kwenye mchezo wa jana. Isingekuwa muamuzi jana dhidi ya Mashujaa bado Simba asingepata matokeo mazuri. Lakini makosa ya muamuzi pia yalichangia Simba kaenda kupata matokeo ya ushindi kwenye mchezo wa jana.
So ninachotaka kuwasema ni kwamba inabidi bodi ya ligi na TFF waunde kama kanuni mpya ya namna ya kulinda udhamini. Yaani kampuni moja isidhamini timu nyingi kwenye ligi, kwa sababu ikitokea kampuni moja inadhamini timu nyingi kwenye ligi, yanakuja kutokea haya ambayo yametokea msimu huu. Mwisho wa siku tutaona kama si Yanga ni bora zaidi, lakini kumbe Yanga inanufaika zaidi na makosa ya waamuzi ambayo na udhamini wa GSM kwenye ligi. Angalia Yanga ilipata shida kwenye mashindano ya Muungano pale Zanzibar. Yanga ilipata shida, imeshinda bao moja michezo yote mitatu mpaka mchezo wa finali. Lakini kwenye ligi haishindi bao moja, kwenye ligi usema mabao 4, mabao 5, mabao 6, kwa sababu hizo timu ziko chini ya GSM. Lakini kwa sababu pia hizo timu zimekuwa na mahusiano mazuri zingine na Yanga, ikiwemo Singida Black Stars. Kwa sometimes nataka mimi kuamini kwamba kuna haja ya uchunguzi kufanyika kwenye matokeo ambayo yanapatikana. Kwa maana kwenye zile mechi ambazo Yanga hajadhaminiwa na GSM hajatoa udhamini, kwa mfano mechi yao dhidi ya Tabora, unaona jinsi ambavyo pata shida kupata matokeo. Kwa nataka kuamini kwamba inabidi tengenezwe kanuni ya kulinda kampuni moja isidhamini club nyingi. Hayo ni makosa ya kanuni ambayo yamefanyika. So naamini kwamba ikifanyika hivyo kwa ubora ule ambao unatakiwa, inaweza kutusaidia kupata ligi ambayo ni bora, ligi ambayo ni shindani, ligi ambayo inaweza kutupa bingwa mwenye viwango vya juu, bingwa ambaye anastahili kuwa bingwa. Kwenye ligi yetu kuna makando mengi, na hayo makando yanatengenezwa na Simba na Yanga kupitia udhamini na vitu vingine na ile influence ya ukubwa wao. So tutengeneze mazingira ya kutengeneza ligi yetu kuwa imara. Tunatengeneza vipi mazingira ya ligi yetu kuwa imara? Ni kuhakikisha kwamba bodi ya ligi na TFF wanaunda kanuni kama hizo ambazo zitalinda timu nyingi kuepukana masuala ya upangaji wa matokeo, lakini pia litalinda wadhamini wasiweze kuingia kuweka pesa kwenye vilabu vingi, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji kupata competence, tunahitaji kupata ushindani kwenye mpira. Hatuwezi kupata ushindani kama Yanga anapata matokeo kirahisi, hatuwezi kupata ushindani kama Simba anapata matokeo kwa ugumu. Yaani ligi isitengeneze mazingira ya timu moja kupata urahisi wa matokeo na timu nyingine kupata ugumu wa matokeo. Ndio kitu ambacho kinatokea sasa hivi, kwamba Simba anapata ugumu wa kupata matokeo, lakini Yanga anapata urahisi wa kupata matokeo, kwa sababu hizi timu wakikutana nazo zinamkamia sana Simba. Sasa Simba anavokamiwa sana inamfanya yeye aweze kupata shida zaidi. Kuna mechi yake dhidi ya Pamba inakuja. Hii ni mechi nyingine ambayo ni ngumu kwa Simba. It is either apoteze au apate sare tena, au itokee mwamuzi amsaidie kushinda kama mwamuzi amemsaidia jana. Kama haitakuwa hivyo, basi tegemea kuona Simba anadondosha alama, na msimu huu kuna uwezekano mkubwa Simba akashindwa kupata ubingwa kwa sababu ya huu udhamini wa GSM kwenye timu mbalimbali za ligi kuu. Trust me, Simba ana mechi ngumu sana msimu huu kwa sababu ya udhamini wa GSM kwenye ligi kuu ya Tanzania kwa kudhamini timu nyingi.